Mama, nataka usaidiwe. Nataka usaidiwe. Acha kulia. Nataka usaidiwe. Hii mguu nataka uende hospitali angaliwe. Umeishi hivi siku ngapi? Unasema vile unaitwa, maybe kuna mtu anaweza kuuza. Unaitwa? Sangita. Sangita. Wazazi wako hawapo? Walikufa. Watoto wako? Sina watoto. Una watoto? Na mzee? Una chochote? So, baba yako anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Ganesh Pandit. Ganesh Pandit. Na mama yako? Sushma Pandit. Huyu mama ako hapa ni amekuwa kwa street family ambaye ana familia, ana watu wao. Ni mama ameteseka sana. Amepitia uchungu sana vile mnamuona. Mguu wake umeoza. Umegonjeka mpaka umeoza yani. Na kuna mtu ambaye alikuwa anamuona until kuna mwanadada hapa alimuona akanipigia simu akaniambia ameona nikisaidia watu nikuje tumsaidie ili aende hospitali. Nikaona waje tumsaidie, nimejileta hapa. Ni mama ako katika uchungu zaidi. Ni mama anasaidiwa na watu wa nje, anasaidiwa na well wishers. Ni mama ambaye amepitia shida mingi. Ni mama anataka nimsaidie ili aende katika hospitali ya Mbagathi ili aweze kutibiwa, aweze kuishi kama Mkenya wa kawaida. Na sometimes naomba wa Kenya, mkiona mtu kwa njia anateseka usimuignore. Ita ambulance, mpeleke katika hospitali ya serikali atatibiwa, akipona ndio matibabu, pesa bili itaangaliwa baadaye. Kwa sababu kuna watu wanateseka ambao hawajui ni haki yao kupata matibabu. Huyu mama wazazi wake walikufa kitambo, lakini anawajua kwa majina, na kama kuna relatives wake watamtizama. Mama toa hivi watu wenu wakuone. Nazapata kuna mtu wenu anamjua. Kama kuna watu wao wanamjua, naomba mjitokeze tusaidie huyu mama. Kwa majina anaitwa, unaitwa nani? Sangita. Anaitwa Sangita. Hebu ongea kwa sauti ndio watu wako usikie. Sangita. Sangita nani? Pandit. Bandit. Huyu angalia hivi, baba yako anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Ganesh Pandit. Ganesh Pandit. Na mama yako? Sushma Pandit. Mlikuwa mnaishi wapi? Biashara Street Dubulen. Biashara Street. Biashara Street Dubulen. Hamna relatives wengine ango auntie wenye wako Kenya? Yuko panajo wanasema wana relationship. Wengi wanasema wana relationship na nyinyi? Family ya baba yangu wanasema wana relationship. Nyinyi ni wazaliwa wa Kenya ama wale? Wewe umezaliwa Kenya? Na wazazi wako walizaliwa Kenya? India. Wazazi wako walizaliwa India? Mahali gani India? Calcutta. So wazazi wake, most of his relatives wako India, Calcutta, but ni mama ambaye ana deserve kusaidiwa. Tunampeleka katika hospitali ya Mbagathi angaliwe, hii mguu itibiwe. Yeye mwenyewe atibiwe, anasikia uchungu vile amekaa hivi, anaumwa sana. I'm feeling it. So for any Kenyan want to reach out and they want to assist her, be it Kenya, any other Kenyan, ukue Mkenya, ukue mzungu ambaye ni Mkenya, ukue ni Muhindi ambaye ni Mkenya, Mchinese ambaye ni Mkenya, just call me, I link you with this mama, umsaidie. 0720836634. Hiyo namba si ya kuomba school fees. Hiyo namba ni ya kusaidia huyo mama. Just call me, we assist her. Mimi ile kidogo niko nao nitasaidia huyo mama. Tutamlipia SHA, aende atibiwe nayo, akidischargewa tumpeleke mji wa huruma, mji wa wazee. Tukiendelea kutrace familia yao. But kama kuna mtu atajitolea kusaidia huyo mama, amjengee, amweke mahali, pia itashukuru sana. Mimi hata iko na rafiki mama ingine. Uko na rafiki mama ingine? Utaenda kuishi kwake? Anaitwa nani? Anaitwa mama Wamboi. Lakini sasa utaishi kwa mama Wamboi na kuna watu wake? Hana watu yake. Utaishi na yeye? Ndio uishi na yeye? Anakaa peke yake. So this mama needs help, and let's not ignore any other Kenya. Usiangalie mtu kasema huyu ni Muhindi Mkenya kwa ngozi, lakini ni Mkenya. So let's not ignore, she's a Kenyan. And any other person ambaye kwa street, wakati na document, I don't document for content, I document to educate people
kuelimisha watu kwamba unaweza saidia mtu mpeleke hospitali, na ile utakuwa umefanya kitendo kikubwa. Unaweza saidia mtu kutoka kwenye street, utakuwa umechange maisha yake. Si kila mmoja anadeserve kuwa kwenye street. Watu wanadeserve kuwa kwenye manyumba zao, wakwe mahali kwa nyumba, walale kwa nyumba, si kulala kwa street. Mama analala kwa street. Mkiangalia na hii ugonjwa wote analala kwenye street. Ukiona virago zake ndio hizi zote. This is the place she goes home. This is where she has been living for the longest. Umeishi hapa miaka ngapi? Miaka ngapi? Kama miaka ngapi? 37 na 38. Nasema na 38 years. Hiyo miaka yote amekuwa hapa kwa street. So she has been living in the street for the last 38 years. Hiyo dada ameishi hapo siku nyingi sana. Ninajua ya makamili, lakini ilikuwa silikuwa naongeana naye. Sasa mkatile na gonjeka viteke vile tunaweza tunasaidiana naye. Hata sasa iko wazi, tutasaidiana naye kabisa. Hatuwezi kujipisha ajili ya pesa. Nyinyi ndio mmekuwa mnampea food, mnamlisha and dawa yake. Na dawa. Hawa anakuja yeye anakuja na dawa, anaongea na mwenzetu hapo, anachukua dawa, anachukua pesa na dawa. Na chakula anapewa. Abebe prescription yake pia. Hapana, yeye kuna dawa certificate hakuna samples. Hakuna sawa. Yes. Huyu mzee amenieleza wamekuwa akisaidia huyu mama. Na tuwezi kukaa nyuma. She has been living in the streets and I want to make sure that the mama gets care. I'm doing this. And we pray for that. I'm doing this not that niko idle ama it's not my line of duty, but as a government officer I feel that you have to go out of your way. I appreciate it to help and serve people who are vulnerable in society. I appreciate my boy. And for anyone who want to support this mama, tutampeleka Mbagathi, atadimitiwa pale, na whoever anataka kumsaidia tunaomba waje tusaidiane nao, tuweze kusaidia mama ili naye aishi kama Mkenya wa kawaida. Sometimes I go out of my way just to help someone. Nikiona mtu ako na shida mahali namsaidia. Naona umegonjeka mguu. Umeishi hivi siku ngapi? Yes. Siku mingi? Uko na watu wako? Na ndugu zake, dada zake. Any other person next of kin? Mama, nataka usaidiwe. Nataka usaidiwe. Acha kulia. Nataka usaidiwe. Hii mguu nataka uende hospitali angaliwe. Umeishi hivi siku ngapi? Uko na relatives wenye wanakujua? Ndio wakusaidia? Uko na namba ya simu? Na mtu akitaka kusaidia? So, unaishi huko? Unalala huko? Na nikikusaidia nikupeleke mji wa Huruma, mji wa wazee uishi huko. Mahali wale watu wenye wana home wanaishi. Nakubali? Kama anaishi huko. Alafu najua mimi nakuja hapo. Kufanya nini? Cleaning. Kufanya cleaning? Yeah. Sasa ukiwa mguu hivi uweze kufanya cleaning. Umeandikwa kazi ya cleaning? Ama ile unafanya cleaning ya kulipo? Unalipwa? Si nikupeleke tu utibiwe hii mguu alafu uende hospitali. Sawa vile inakaa vibaya. Kama inapona nakuja. Kama mguu unapona alafu nakuja kazi. Unakuja kazi. So hauna simu, mtu akitaka kupata na akusaidie. Unajua kuna mtu anaweza kuwa anakutizama, anaweza taka kukusaidia. Kwa sababu kisha tibiwa hii mguu utakaa kwa nyumba kidogo. Kuna kitu amenieleza walikuwa na shamba na imegrapiwa.
Waeleze ndio watu wajue mahali mlikuwa na shamba. Ongea hapo, kuna mtu atakusikiza na anaweza kuja awasaidie. Biashara Street Jugulen. Amwindo Bingo Street. Amwindo Bingo Street. Mlikuwa na shamba hapo kiasi gani? Kiwanji Garden and Central Police Station. Mlikuwa na shamba hapo? Hiyo shamba nani alichukua? Koyange Road, Koyange Street. Yeah. Deus Borders, City Market. City Market, Deus Motors. Na watu wamechukua, nani alikuwa ndoa wenu? Mama dada yake. Olenti mama? Yeye ndiye alikuwa lawyer. Alinyang'anya ploti. Aliwanyang'anya ploti? Alinyang'anya na Olenti mama? Amesema ploti walinyang'anya na Olenti mama. Naomba reporters pia mrekodi hiyo, wala mnaweza rekodi mpost. Hao mama walinyang'anywa shamba yao. Rudia hiyo. Mnyang'anywa na nani? Olenti mama, Minister of Local Government. Olenti mama ndiye aliwanyang'anya shamba yenu. Alikufa na kike yake alikufa na AIDS. So akabaki watoto wake ndio wako na mali yenu. Na nyinyi mlikuwa na lawyer mwenye alikuwa anawasaidia kufuata? Boni Kalwale ndiye alikuwa lawyer wenu? Ya baba yangu. Ya baba yako? Na yeye alikuwa anafuata hiyo shamba? Hebu angalia hivi Boni Kalwale akuone kama anaweza kujua. Na Boni Kalwale mkipatana utamjua? So anasema walikuwa na shamba ambao walinyang'anywa na Olenti mama ambaye alikuwa Minister of Local Government. Aliwanyang'anya akiwa Minister of Local Government. Nakumbuka mwaka gani? Walinyang'anywa na lawyer wao alikuwa Boni Kalwale. Hiyo ni maneno ya mama, sio yangu. So naomba wale wanarekodi hiyo message iende out so that kama mtu amechukua shamba yao warudishiwe mali yao, asiteseke kwenye streets, na ni watu walikuwa na shamba town katikati. Na mahali mlikuwa mnalala Biashara Street. Jugulen. Ndio mlikuwa mnalala hapo, ndio shamba yenu ilikuwa mkanyang'anywa. Sasa hivi mkakuwa homeless. Na pia kuna dadake. Dadaka anaitwa nani mwenye pia kwa street? Yeye hapa anaiko kwa street, haiko lodging body. Anakaa lodging. Kirianga Road. Kirianga Road. Anaitwa nani? Soko ya Kodima. Anaitwa nani? Anaitwa Anila. Anila Bangi. Anila Bangi. Ako Jivanji. Sio Jivanji. Ako Kirianga Road. Kawo. So walinyang'anywa shamba yao. Mmesikia vile amesema walinyang'anywa na shamba yao na Olenti mama wakati alikuwa Minister of Local Government, na lawyer wao alikuwa ni Boni Kalwale. Usikuwa anajua Boni Kalwale ni lawyer. Ndio nimejua. Boni Kalwale ni lawyer? Hebu alikuwa lawyer yako. Sina Boni Kalwale. Honorable Boni Kalwale. Ama ni Kalwale mwingine? Boni Kalwale alikuwa rafiki ya baba yako? Tunaweka kwa babu. So kiangalia huyu mama, she has been living in the streets. Nataka aende Mbagadi atibiwe, mguu yake iko mbaya. She's homeless. Amesema walinyang'anywa shamba yao. But she deserves better. Hii mguu yake imegonjeka, iko na uzai, iko hali mbaya. So tunataka apelekwe katika hospitali, ndio tunaita ambulance. Nasimama hapo kwanza. Mama. Nalia tu hapa hivi. Tunataka aende Mbagadi aweze kutibiwa, tumeita ambulance, and akishatibiwa pia tunaona toka hospitali aende mji wa Huruma, mji wa wazee, home ile ya homeless, kwa sababu she deserves dignity, and that's what we are going to make sure that she gets. Asante.
Chukua namba yake swali. Kuna nani? Sasa. So huyu mama alikuwa homeless, alikuwa analala kwenye streets. Na leo nimesema waje tumpeleke hospitali aweze kuangaliwa hiyo mguu, kwa sababu ile uchungu alikuwa anasikia ni mbaya zaidi na ameteseka sana. So I'll follow it up until make sure kwamba amerecover na amedischargiwa. And also I'm calling upon Kenyans, let's do this. If you are able to assist a Kenyan out of the streets, just do it. Nobody will pay you, but God will reward you one day. It's just a matter of going out of your way. If you have more than you need, just use it to change society. Thank you. So updates progress yake amepelekwa Mbagathi Hospital. Thank you. So tumeleta patient Mbagathi, anaenda kuchukuliwa na madaktari ili anze matibabu. So mahali tuko ni Mbagathi Hospital. Yeah. Okay. So atawekwa hospitalini, madaktari wamwangalie, she can be admitted as well, atibiwe, akiwa sawa atakuwa discharged. Sasa kwa leo. So mgonjwa wetu nimemfikisha hospitali, nimempeana kwa madaktari, atahudumiwa, atibiwe, hiyo mguu yake angaliwe. Akipona tutamtafutia mahali ataenda ili aweze kuishi kama Wakenya wengine wa kawaida. Asante. Yaje?